Hello, hapa tunasikilizana. Walisikia hapo? Itakuwa na shida. Halo? Mtaalamu unasikika? Okay, fine. Alright. Sasa leo pia nina also kama dakika 15 za kutoa update kwenye ile gold tulio analyze. Analyze tu gold, hamna pia nyingine nita analyze. Ile gold tulio analyze last time ambayo analysis iliyopita ilifanya vizuri na tulisell kwenye flip kama tulivyokubaliana, na price imeshuka almost pips nyingi tu, hata sio za haziwezi kuhesabika, na kuna mahali ambapo tulikuwa tunaisubiria hii price ije ili tufanyeje, ili tuibai. Sasa kitu ambacho tutakwenda kufanya hapa, tunakwenda kureview analysis ya last time, halafu tuone ni kwa namna gani ambapo mabadiliko yamebadilika. Last time tuliangalia hii price kwenye monthly, tukawa tuna compare the action of the price, namna ilivyokuwa ina move katika kipindi cha nyuma na kwa sasa hivi jinsi ilivyo, kwa sababu gold imekuwa ikipump kwenda juu. Sasa tukaona hii price action hapa. Price action ni kitu chochote, yani maana yake ni action of the price, ni vitu vyote vinavyofanyika ndani ya market, hiyo ndo action of the price. Kwa hiyo usishangae nikakwambia hii pia ni action ya price, kwa sababu price the action imeenda, imerudi, imegusa hapa, imeenda. Kwa hiyo I was comparing this region here and other two regions kama hapa pamoja na on this point here. Kwa hiyo nikaja kugundua kwamba mara nyingi sana gold ikikutana kama hivi lazima kuna continuation ya kwenda juu, lakini kitu ambacho nilikuja kugundua ya kwamba hii hapa sio kitu kigeni. Hii inaitwa imbalance, the gap between one candlestick and another. Hapa katikati ndo tunaita imbalance. Kwa hiyo hapa price imekuja kufanyaje, kuclear hii imbalance, lakini kitu ambacho kina confirm kwamba hii inaweza ikafanya kazi, kwa sababu inaweza isitoke, zinaweza zikatokea hivi lakini hiyo confirmation isikuwepo kwenye time frame inayofuata, kunakuwa lazima pawe na liquidity area kama hapa, umeona. Kwa hiyo nikawaonyeshea hata katika hizo sehemu nyingine pia kuna kitu kama hicho. Sawa, sio pair moja, ziko nyingi sana. Kuna ukipata muda nenda tukaangalia, kuna GBP USD, kuna ziko nyingi. Kuna hapa I think hapa, angalia kwenye monthly hapa, na hii pia naitumiaga kama liquidity area, lakini naitumia kama bias pia, umeona. Kwa hiyo ukiangalia, ukienda katika lower time frame ambao ni 1 week, utakuta liquidity area katika hizo places, unaona. Liquidity area hii hapa liquidity area, na sasa hivi hii hapa, na price kweli imekuja kuact katika hiyo liquidity area, inakwenda juu. Sasa hii pekee haitoshi kutupa sababu ya sisi kubuy price kuelekea juu, kiasi kwamba tunabidi tuendelee kupata confluence kibao katika time frame zinazofuata, kwa sababu uwezi ukabai weekly time frame. Stop loss hapa inaenda na lot size ya 0.01 kwa jinsi gold sasa hivi ilivyo Venom, inaweza kaondoka hata na $1,000 kutoka hapa paka hapa. Kwa hiyo lazima uangalie namna ya kuminimize losses zako na increase profits kwa kufanya refinement kwenye lower time frame. Umeona? Sasa tuligundua kwamba price imehit katika hii point hapa, na moja kwa moja, kwa sababu hii ndio ilikuwa confirmation. Kwa sababu hii ilikuwa ni moja kwa moja ilikuwa confirmation, ilikuwa area of confirmation. Tukasema kuliko tutumie
ile coordination ya daily 1 hour, monthly daily 1 hour na 15 minutes. Tukasema twende kwenye 4 hour moja kwa moja tukatafute shift ili tuiverify hii liquidity area, tufanyeje? Tutembee. Kwa tulipokuja, hii narudia ile analysis ya juu. Tulipokuja tulipata price ime shift katika hiyo point, imerudi ndani ya liquidity area. Ukiangalia tuliweka line graph, ikaja ikachukua entry hapa ikaondoka. Tukaona kwamba twende kwenye 30 minutes tuangalie. Tukaenda 30 minutes pia. Tukapatana na hiyo structure nyingine. Baada ya hii structure kuchukuliwa, tuliona tena kwenye 30 minutes tukapatana na hii structure hapa kwamba price imekuja hapa, tukasema kwamba hii price ita drop. I say mute mic yako. Sitaongea tena. Tukaenda tukapatana kwamba hii price tayari imeshafanyaje? Itakuja hapa. Hii ndio liquidity ambayo tulipata kwenye 30 minutes. Lakini sasa jana wakati nimekaa naangalia jinsi gold ilikuwa ina melt, kwa hiyo tukasema kwamba ita sell na tukapata entry ya kusell katika hii area hapa ya flip. Nadhani pia mmeona tulipata flip somewhere. I think flip ilikuwa wapi? Ilikuwa maeneo fulani hapa. Ilikuwa sijui wapi. Ilikuwa maeneo fulani hapa. Tulipata flip moja hapa. We was having liquidity engineering flip katika hiyo maeneo hapa. Kwa hiyo tukawa tunajua kabisa tutaseli price kushuka hapa. Tulitumia flip. Nina maana yangu kwa nini sikutumia hii liquidity area hapa. Na kweli price haijafika kwenye hii area hapa. Iliishia kwenye flip. Nina maana yangu, nasema sitasema. Kwa hiyo tulitumia flip of liquidity engineering, failed liquidity engineering tulitumia kama entry point yetu ambayo imetusaidia kushuka. Mpaka sasa hivi tuko sell. Lakini destination ndio imebadilika. Sasa unataka kujua imebadilikaje? Kaa na mimi hapa sasa. Tuangalie. Baada ya kutoka kwenye weekly na kuiona ile price kwamba ime react katika hii liquidity area hapa. Sawa. Ime react katika hii liquidity area hapa. Sawa. Hapa. Umeona? Nikasema wacha niendelee na nini? Acha niendelee na daily yangu. Umeona? Sasa tukija kwenye daily, ukiangalia ile liquidity area ya weekly, sawa? Sawa. Kwenye daily ni breakout. Na ni breakout ambayo inatuambia kwamba hii price inatakiwa ije moja kwa moja huku chini. Yaani kwamba hii kwenye daily price inatakiwa ije huku. Umeona? Ila ukifuata price action nyingi za namna hii katika kule nilipoambia ipo hivi lakini price imeishilia hapa, haikugusa hii liquidity area. Yaani mara nyingi tu inagusa pale kwenye weekly inaondoka. Nikasema kwamba kuliko niendelee kusumbuana na hii, acha niache kama ilivyo liquidity area, lakini nitumie 1 hour over 30 minutes kwa sababu ya zile types of breakout ambazo tulijifunzaga. Unajua tuna significant, tuna zile types of breakouts ziko 3 ambazo zimekuwa categorized kutokana na time frame. Umeona? Sasa nikasema ngoja nitumie significant breakout over micro breakout za nini? Za 30 minutes, kwa sababu unakumbuka kwenye 30 minutes kulikuwa na breakout ambayo tuliweka somewhere here na tukaamini ya kwamba price itaingia huko, lakini ukija huku unakuja kugundua significant breakout yako ni hii hapa, na ina force kabisa kusema kwamba liquidity area yetu ambayo ni inside formation iko katika hii point hapa. Umeona breakout ya kushoto ya kwanza kwenye breakout ya mwisho ya kushoto, ya kwanza ya kulia kwenye ya mwisho ya kushoto. This one is our inside formation here. Sawa. Kwa hiyo hapa ndipo mahali ambapo mlolongo wa bias yetu inataka tufike na sio kule chini. Umeona? Sasa nikawa na option moja, nikasema hivi, kwa sababu kuna FTA kibao katika hii entry, yani kuna vikwazo vingi
vya awali katika hii entry, kwa sababu 1 hour inasema hii area hapa, na 30 minutes inasema hii area huku chini. Umeona? Lakini tunajua significant of a micro. This is micro breakout, alright? This is micro breakout. Hii hapa. Umeona? Inasema hii hapa. Umeona? Tukasema ya kwamba sisi tutakwenda na ya 1 hour, lakini hapa kwenye 1 hour hatutokurupuka kuingia. Sawa sawa. Manake sasa hivi price ina sell, ina hamna shaka kusell ita sell. Umeona? Sasa hivi price ina sell inaposema mute mic tuelewane. Sawa. Mute mic yes. Okay. Huyo nimesham. Sasa unanikata steam kinoma. So this is the only place where we exactly waiting for the price to edge to. Kwa hiyo tutakachokifanya ni kwamba, kwa sababu tumeshasema hii ndio liquidity area yetu, hii tumeitoa, kuna FTA kibao. Umeona? Hii area tumeitoa. Ikifika hapo hatutakurupuka kubai. Maana yake ni confluence over confluence. Hii itakuwa ni confluence, itakuwa kama point of interest. Sawa? Tunataka tuone mabadiliko yatakayoashiria sisi kubai kwenye upande wa kulia on a recently price action. Sawa? Hatutaki kutumia point of interest, hii point of value hapa, kama entry point yetu. Tunataka tuitumie kama confluence. Kumbuka huku point yetu ya kushoto tuliitumia kama entry, wala hatukutaka mambo mengi, ilifika tukajaza. Lakini hapa hatuna budi ya kusubiri kwanza kuangalia namna price itakavyo align na mawazo yetu. Kumbuka mawazo yetu ni mawazo tu, wala sio command. Price inaweza pia hata isikifika hapa isibai ikapitiliza, au inaweza isifike ikaanza kubaia hapa ikaendelea kwenda juu. Kwa hiyo ni mawazo yetu, lakini kwa sababu tuna experience katika market, kwa tunaamini price ikifika hapa kutakuwa na dalili zote za kwamba kutakuwa na possibility kubwa sana price kuendelea kufanyaje, kubai. Sasa tutakachokisubiri sasa, ikifika hapa, nisikilize kwa makini. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu kuna FTAs kibao, kuna vikwazo vingi vya awali vinavyoweza kuizuia hii area isikubali kubai, au ikapigwa stop loss, au price inaweza ikafika hapa ikapiga hivi, sawa, ikapiga pap, afu isifike kwenye ile entry kule. Umeona? Isifike, lakini ikapiga stop loss. Kwa tunachokifanya, sawa, tunachokifanya sisi ni nini? Tunachokifanya, tunataka tupate the recently price action katika hii area hapa, the recently price action. Na mnaelewa? Ya tunataka tupate the recently price action katika hii area. Hiyo recent price action na iongelea ni kama hii ya kwenye 15 minutes sasa hivi, ambayo watu wanaweza wakaseli nayo price kushuka chini. Unaona kitu ninachokiongelea? Upate kitu hata kama hichi. So unaona, kwa mfano hapa price imeanza kuonesha viashiria vya kusell. Ina sell high ina sell lower highs, lower low, imekuja imebreak, ilikuwa inaenda higher low, price imebreak hapa hivi, imeendelea kutengeneza lows, hata hapa tayari price imetengeneza another lows. Kwa hiyo kwa wale risk takers ambao wanaweza wakaisindikiza price,
sijui kama hii ni variation B, let me set continuation entry. Wow. Yes, yenyewe price imedanganya kama tuna buy alafu tumesell, na stop loss yako sio mbali, kiwembe unaweka hapo. Umeona, hiyo ni kama new formation fulani hivi, kwa sababu we was having like say tulikuwa kitu na shift hapa, price imetengeneza BMS nje ya shift, so tunaweza tukaichapa hii kushuka na chini kwa kitu tunachokitaka pale kwenye ent yetu. Sawa, kitu tunachokitaka kwenye ent yetu ikifika ni kitu kama hichi, yani price ianze kutupa viashiria vya kufanya vya kubai, ndio tutabai. That is the only thing. Umeona, kwa hiyo hiyo ndio feedback ambayo nilikuwa nataka nitoe. Kwa hiyo hata ikipitiliza, ikipiga loss, haikuhusu wewe, tafuta, kwa sababu inaweza ikapiga, lakini inaweza ikafika hapa ikapiga hiyo loss, lakini ikaendelea kubai. Sasa wewe unachokitafuta, unatafuta upande wako wa kulia unasemaje? Je, unaendana na mawazo uliokuwa nayo kichwani? Mawazo yako ni kufanyaje? Mawazo yangu ni kubai. Hiyo price action ina support mawazo yako ya kubai. Umeona? Kwa hiyo I think leo naweza tukaseli price katika hii point hapa, tukapata hiyo seli kidogo kutoka hapa kushuka mpaka hapa. Umeona? Yes, nice. Kinachoivuta hii price huku chini, liquidity pool. Nilishafundishaga liquidity pool. Liquidity pools ni hizi za grays, sio nyeusi. Yaani kama price ina sell, sell side liquidity pools ni candle nyekundu au candle za bearish. Kama ina buy side liquidity ni candle gani? Ni candle za bullish. Kwa hiyo ukiona una sell labda price katika time frame husika, halafu chini hakuna sell side liquidity, kuna uwezekano hiyo ent yako isifike katika hiyo position. Mfano, jana nilikuwa na USD 100, right? Jana nilikuwa na USD 100 ambayo ilikuwa ni Nasdaq, na nilikuwa na sell. Let me show you. Nilikuwa na sell hii price katika hii point hapa of liquidity hii hapa. Hii point hii ilikuwa continuation. Umeona? Lakini ukiangalia huku chini hakuna liquidity area yote ya kuivuta. Umeona? Yaani hamna liquidity area itakayosababisha price iendelee kusell, kuja kuismash. Hii sio liquidity pool. Hii ni candle nyeusi. This is not a sell side liquidity pool. Ilitakiwa ili price ije ichape, ilitakiwa hii iwe nini? Iwe ya bearish. Yaani incha iwe ya bearish. Umeona? Ndio maana unaona hii price ilisumbuka sana kuja kwenye hii. Nilisnipe, lakini ilisumbuka sana kuja hapa kwa sababu hakuna liquidity pool ya kunani. Hamna, haipo. Kwa hiyo imerudi, inaelekea kwenda juu. Umeona? Entry ni moja tu tunayotumia. Yes, that is it. Kwa hiyo kwenye gold ipo ya kuivuta price kushuka chini, na ndio tunachokitaka sisi katika hiyo level hapo. Hata kwenye 4 hour ipo. Sisi tumechukua 15 minutes, kwa hiyo lazima liquidity pools zote tuziangalie kwenye 15 minutes. Umeona? Tunayo ncha yetu ipo, sio hata hiyo, ni hapa ndefu kuliko zote kwenye nani hii hapa. So yep, hii kwa wale ambao bado wana hold kuanzia jana, wewe hold, lazima tufike target,